Leo tutaangalia sehemu ya pili ya nguvu ya kuomba kwa saburi, baada ya kuwa tumemaliza ile sehemu ya kwanza. Na kipengele leo ambacho tutaangalia kipengele kinachosema sababu za Mungu kuhitaji saburi katika maombi. Sababu za Mungu kuhitaji saburi katika maombi. Sababu ya kwanza, saburi hujaribu imani. Sababu ya kwanza ni saburi hujaribu imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa 1 mstari wa 3. Biblia inasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Basi tuangalie na tafasiri ya Biblia habari njema, tuone vile inasema. Kwa maana mnajua kwamba kupimwa kwa imani yenu kunawaletea uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kutokana na Biblia tafasiri habari njema, tunaona kwamba kumbe swala kubwa ni kwamba kupimwa kwenye eneo la kusubiria, kwamba tunapimwa ule uvumilivu tulionao. Kwa Mungu huwa nayaleta hayo yote kwa ajili ya kuweza kutupa ile nguvu ya uvumilivu, kupima ile nguvu ya uvumilivu. Kwa hiyo ni muhimu sana tuelewe jambo hili, na nikueleze tu kwamba ukiona imani ambayo haijaribiwi, kwamba imani isiyojaribiwa, hiyo ujue ni imani dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ambayo haijaribiwi ni imani dhaifu. Tuangalie sababu nyingine ya pili, kwa nini Mungu anahitaji tuwe na saburi. Saburi hutengeneza tabia. Saburi hutengeneza tabia. Kuna mambo mengine Mungu akikujibu haraka bila kukutengeneza, baraka zile zinaweza zikakuangamiza. Na tumeona wengi Mungu akiwafanikisha, walipofanikiwa wakastawi, wakawa ndo chanzo cha kuoa wake wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta wengine walipofanikiwa, walipostawi, walipojenga, walipofanikiwa, waliponunua magari, ndipo ambapo waliofukuza wake zao wakaoa wake wengine. Kwa hiyo unaona kwamba mali zile zilipatikana, lakini wakaharibiwa kabisa. Na kwa kuwa Mungu ana upendo wa ajabu sana, somo hili halijaja kwako kwa bahati mbaya. Limekuja kwako ili ya kwamba upate kujifunza na kuelewa na kuenenda vile Mungu anataka, na ili upate kufika kule ambako Mungu amekusudia. Ninachokiamini, hauko vile ulivyo. Kuna namna Mungu anataka uwe, na kuna mahala unatakiwa uende. Mimi nikueleze kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu ambaye ni mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie Yakobo hii mlango wa 1 mstari wa 4. Biblia inasema, saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni Biblia ya tafasiri ya Biblia ambazo wana wengi. Acha tuangalie tafasiri ya Biblia habari njema inasemaje. Lakini sharti uvumilivu ule utimize kazi yake, kusudi mpate kuwa wakamilifu na watimilifu wasiopungua kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona vile ambavyo tafasiri ya habari njema, Biblia ya habari njema ambavyo inazungumza. Kwa hiyo tunaona kusudi kubwa la saburi ni ili kumtengeneza mtu. Ni ili Mungu amtengeneze mtu yule ambaye anamtaka. Kwa anatengeneza tabia. Anakutengeneza kwa kupitia nini? Kwa kupitia uvumilivu. Kwa kuna mazingira atakupitisha, kuna wakati atakusubirisha, ili ya kwamba atengeneze kale katabia ka uvumilivu. Kwa Mungu anatafuta moyo wako. Anatafuta
aone unyenyekevu wa kwako. Ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Biblia ndivyo ambavyo inasema kwamba mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kwa ni sisi tu kufanyaje? Ni wanadamu kuelewa Mungu kile anataka na kutembea katika njia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya tatu, saburi hututenganisha na haraka za mwili. Saburi hututenganisha na haraka za mwili. Kile unachokipata bila Mungu kitakuondoa kwa haraka kutoka kwa Mungu. Narudia tena, kile unachokipata bila Mungu kitakuondoa haraka kwa Mungu, utoke kabisa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu kuna mambo anayafanya kwa sababu anatupenda. Hataki tutoke katika mikono yake, hataki tupotee, hataki kabisa. Anataka tuwe upande wake wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yamkini nasikilizwa pia na watu ambao wengine hawajaokoka. Mimi tunakuomba uokoke. Mambo haya ni halisi na ni halisia. Tumemwona Mungu kwenye maisha yetu na tunaendelea kumwona Mungu akitenda, na bado tunaendelea kusogea siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie sasa mifano ya Biblia ya kuomba kwa saburi. Tuangalie mifano ya kwenye Biblia ya kuomba kwa saburi. Wako watu ambao waliweza kuomba kwa uvumilivu kwenye Biblia. Tuanze, wa kwanza ni Hana. Huyu Hana tunaona hali yake ya uvumilivu katika swala la kuomba. Unaweza kuisoma kwenye Samueli mlango wa kwanza ule wote, ukimaliza itakuwa vizuri zaidi. Lakini ukiangalia Samueli mlango wa kwanza mstari wa 10 hadi tu wa 20, unaona vile ambavyo huyu Hana alikuwa naomba Mungu. Aliomba Mungu, akafika wakati moyo wake ukawa umechoka, umeinama. Moyo wake ukawa na huzuni, ukawa na uchungu. Akawa katika kuomba kwake ni midomo yake tu ndio inaonekana, hawezi kunena, lakini katika kuomba anaongelea ndani kwa ndani. Yamkini pia niko naongea na mtu ambaye moyo wake umeinama sana, ndani yake anasikia uchungu, ndani yake anasikia kulia. Kuna mazingira ambayo yuko anapitia. Yamkini niko naongea na mtu ambaye amechoka. Yamkini ni masuala ya ndoa, yamkini ni masuala ya uchumi, yamkini ni masuala ya ugonjwa au jambo lolote, lakini ana uchungu kiasi kwamba analia ndani kwa ndani. Yani anakuwa anaungua ndani kwa ndani, anasikia kulia ndani kwa ndani, ana huzuni iliyopitiliza. Acha nikueleze, Mungu bado yupo. Mungu bado anaishi. Mungu bado anatenda. Mungu hajakuacha kabisa. Vumilia tu, Mungu hajakuacha. Na katika kuvumilia kwako usiache kuomba. Kikubwa hapa nachosisitiza ni kuzidi kuomba. Maana ukikata tamaa, ukiacha kuomba, ndio umekwisha, ndio mwisho wako. Cha muhimu ni kuendelea kuomba. Haijalishi, yamkini naongea na mtu ambaye hajazaa, ana miaka labda hata 17, 18 hajazaa, lakini acha nikueleze, Mungu anaweza kufanya chochote. Yamkini ninaongea na mtu ambaye hata mzunguko wake wa kawaida umekoma, lakini anatamani kupata mtoto. Mimi acha tu nikueleze, yupo ambaye aliwahi kufika nyakati kama hizo, desturi yake imekoma, desturi ya wanawake imekoma, lakini alizaa, ambaye ni Sara wa Ibrahim. Lakini yuko mwingine ambao tunamuona kwenye Agano Jipya, ambaye ni Elizabeti. Yeye naye alikuwa hana mtoto kwa muda mrefu, ambaye mama yake ambaye ni mama yake na Yohana, tunaona kwamba aliweza naye kukaa muda mrefu akiwa ni mzee sana, lakini aliweza kuzaa. Mungu anaweza kurejesha hata vilivyokufa vikaweko. Mimi nakuomba tu usikate tamaa, usivunjike moyo. Mungu yupo, anaishi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapofika eneo hili na mimi nasikia uchungu wa namna sio kwa kawaida, kwa sababu najua wako watu ambao wanapita katika mazingira mbalimbali ambayo sio ya kawaida. Ndio maana nasukuma kuwa natuma masomo mara kwa mara. Natamani kuwafikia, natamani kuzungumza nao kwa njia ya mtandao. Yamkini Mungu akawagusa, yamkini wakaisikia sauti ya Mungu kupitia mimi, nao wakabaki salama kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujawahi kupita, huwezi kuelewa mambo nazungumza. Kama hujawahi kupita katika mazingira magumu, huwezi kuelewa. Kuna mtu ambaye anapita kwenye mazingira magumu, anatamani asiishi, anatamani afe leo, anatamani asiendelee kuishi. Ni kwa sababu tu ya vile ambavyo anapita. Mimi nataka nikueleze kwamba Mungu bado yupo. Mungu atakusaidia, Mungu atakupigania, Mungu hatakuacha. Endelea kuwa upande wa Mungu, endelea kushika Mungu, simwache, endelea kuwa mvumilivu, vumilia tu. Mimi nachokielewa ni kwamba Mungu atakutokea, atakuacha. Na ujumbe huu haujakufikia kwa bahati mbaya. Mungu ana makusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Hana alidharauliwa. Kwa yamkini niko nazungumza na mtu pia ambaye amepita wakati amedharauliwa, amekebehiwa, watu wamemcheka sana, anajiona yeye sio kitu, anajiona yeye hana thamani. Sikiliza, unaweza usiwe na thamani kwao, lakini kwa Mungu unayo thamani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Hana pia tunaona aliweza kucheleweshewa. Yamkini pia niko nazungumza na mtu ambaye amecheleweshewa mambo kadha wa kadha, kwamba nalitakiwa kuwa mahala fulani lakini siko mahala fulani, nalitakiwa kuwa na mtoto lakini sina mtoto, nalitakiwa kuwa kiuchumi kwenye eneo fulani lakini siko vile, nalitakiwa niwe nimepona, nina muda mrefu naumwa lakini bado sijapona. Lakini nataka nikueleze, Mungu yuko pale pale. Mungu anabaki kuwa Mungu. Moyo wako tufungue, utaona mkono wa Mungu. Kama vile ambavyo tumemuona Hana kwamba kuweza kukata tamaa. Unajua, unaposoma unakutana wakina Penina, habari hizi unakutana wakina Penina namna ambavyo walimsumbua, lakini hakuweza kukata tamaa, hakuweza kufa moyo. Hata mimi ninakuomba usife moyo, usikate tamaa, usife moyo. Yamkini ndio inasumbua, yamkini eneo lolote ambalo linasumbua, mimi nakuomba usikate tamaa wala usife moyo. Mungu yupo na yupo kwa ajili yako, ili ya kwamba kusaidie. Hujajiumba wewe, wewe umeumbwa na Mungu. Kwa Mungu atakusaidia. Kwa tunaona ule uvumilivu uliweza kumzaa Samueli. Tunapoona kwenye habari za Hana, walipovumilia tunaona kwamba aliweza kuzaliwa Samueli. Na wewe kuna mambo yatazaliwa kwako, yale unayotarajia Mungu ayatende, Mungu atatenda, yatatokea kwako, tena atatokea kwa zaidi ulivyotarajia. Sina uhakika kwamba Hana alijua kwamba tumboni kwake kulikuwa na nabii. Sina uhakika kwamba alikuwa anajua, lakini tunaona kwamba aliweza kumzaa mtu mkubwa, mtu ambaye alicheleweshewa, mtu ambaye alikaa muda mrefu, mtu ambaye alilia, mtu ambaye alikuwa na uchungu wa muda mrefu, lakini Mungu aliweza kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuangalie mfano mwingine. Mfano wa pili tuweze kuangalia kwenye habari ya Ibrahim au Abraham. Tunapoangalia kwa Abraham tunaona kwamba ile saburi inasababisha kurithi ahadi. Kwa saburi au vumilivu huwa unarithi ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Warumi mlango wa 4 mstari wa 20 na wa 21. Nayo Biblia inasema, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu anaweza kufanya yale aliyoyaahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuangalie kwenye tafasiri ya habari njema. Tafasiri ya habari njema.
Hakuona shaka juu ya ahadi aliyopewa na Mungu, wala kupoteza tumaini, lakini imani yake ilimtia nguvu hata akamtukuza Mungu. Alifanya vile kwa sababu alijua hakika kwamba yule aliyetoa ahadi ile yuko na uwezo wa kuitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huyu mtu aliweza kuamini, aliweza kukaa huyu Ibrahimu, na ikumbukwe kwamba alikuwa naamini kabisa kwamba Mungu atafanya, Mungu atatenda. Na amekaa miaka mingapi kungoja? Miaka 25. Miaka 25 anangoja Mungu. Miaka 25. Lakini Mungu hakukaa kimya, na Mungu alikuja kumjibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa miaka 25 tunaona Ibrahimu hakuweza kubadilisha imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Imani huwa ina uwezo wa kuchukua muda, lakini kimsingi huwa haifagi, huwa haifi. Imani haifi, japo inaweza ikachukua muda, hasa wale ambao wameendelea kumng'ang'ania Mungu. Mimi tu nikwambie, ahadi ya Mungu huwa, Mungu ni mwaminifu sana. Ahadi ya Mungu pia haifa, yenyewe ndo haifi kabisa. Ahadi ya Mungu huwa haifi. Inaweza ikachelewa, lakini huwa iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wa tatu, tuangalie mfano wa tatu. Mfano wa tatu tunaangalia mjane na hakimu dhalimu. Mjane na hakimu dhalimu ambao tunaipata kwenye Luka mlango wa 18 mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Naweza ukasoma, ambapo anaanza kwa kusema kwamba imewapasa kuomba bila kukoma. Imewapasa kuomba bila kukoma. Maana yake kuomba bila kufika mwisho. Hapa sasa kawa natolea mfano wa dhalimu ambaye ni kadhi dhalimu, ambaye ni hakimu dhalimu, na mama mjane ambaye alikuwa ana shida asaidiwe, na kesi yake anahitaji asaidiwe, lakini huyu alijificha kwa muda mrefu. Lakini tunaona unaposoma pale unagundua yule mama alikuwa kila wakati akimsumbua yule hakimu dhalimu. Ilipofika wakati, basi akaweza kumpatia ile haki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijaribu kufikiria kwamba laiti angeishia njiani, asingepata kile ambacho alipaswa kukipata, lakini alipata kile ambacho alipaswa kukipata kwa sababu alivumilia sana, alifuatilia sana. Kwa hiyo naomba uombe pasipo kufika mwisho. Usifike mwisho kwenye kuomba. Usikome, usifike mwisho, usikate tamaa, usivunjike moyo. Endelea tu kuomba. Endelea kuomba. Haki ya Mungu itakutetea. Yamkini naongea na mtu aliyedhulumiwa. Yamkini naongea na mtu aliyeonewa. Yamkini naongea na mtu ambaye amefika wakati akaona kama vile kaachwa na Mungu. Sikiliza, Mungu hajakuacha. Narudia tena, Mungu hajakuacha. Mungu yuko na wewe, natakutetea, natakupigania. Endelea kuomba Mungu, endelea kuwa na subira. Tafuta watu sahihi ambao wanaweza wakatembea na wewe kwenye maombi, lakini jitie nguvu wewe mwenyewe na Mungu atakupigania kutusaidia. Mungu akubariki sana. Usikose sehemu inayofuata. Ni follow ili upate sehemu ambayo inafuata. Mungu akubariki na kupigania, na neema ya Mungu itakufunika, na utazidi kuelewa zaidi na zaidi kuachilia utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Amen.